Hello watu wa Mungu. Karibu RFK TV online. Naitwa Madam Glory Basuta. Watu wa Mungu, karibu katika kipindi changu hiki cha sauti ya faraja ambacho kinakuwa hewani kila siku saa 8 mchana hapa RFK TV online. Mtu wa Mungu, kwanza kabisa leo tuanze kwa kumshukuru Mungu kwa maana ametupa uweza wa kuweza kuwepo tena katika wiki hii tena nyingine. Yamkini kuna wengine wako hospitalini muda huu, wanaumwa sana, wako mahututi. Kuna wengine wako majumbani pia, wanaumwa sana, wako mahututi. Lakini sisi bado tuko na pumzi yetu, tuko na uhai wetu. Kwa hiyo hatuna budi kumshukuru huyu Mungu wetu. Na jambo la kumshukuru Mungu ni jambo ambalo linatakiwa lifanyike kila siku. Kila unapoamka hebu mshukuru Mungu. Kila unapoamka hebu mshukuru Mungu. Kila unapotembea mshukuru Mungu. Kila unachokifanya hebu mshukuru Mungu. Kwa maana kwa uweza wake yeye ndio amekuwezesha wewe kuweza kufanikiwa hiyo. Mtu wa Mungu, leo niko na mada inayosema maisha yako ya leo ni mawazo au maneno uliyojiongelea miaka hiyo iliyopita. Mtu wa Mungu, kama leo hii unaishi maisha ya taabu, kama leo hii unaishi maisha yenye kushindwa, kama leo hii unaishi maisha ambayo au tamani kabisa uwe nayo, hayo maisha umeyapata ni kutokana na mawazo na maneno uliyojiongelea miaka hiyo iliyopita. Inaweza kuwa mwaka mmoja uliopita, inaweza kuwa miaka miwili iliyopita, inaweza kuwa miaka 3, 5 au hata 10 miaka iliyopita. Kwa maana maneno yetu yana uhai. Kila tunachokiongea na tunachokiwaza ndicho ambacho kinakuja kutokea katika maisha yetu katika ulimwengu huu wa mwili. Hivyo mtu wa Mungu, unatakiwa uchunge sana ulimi wako, chunga sana mdomo wako. Usiongee vitu ambavyo havina uhai kwako. Usiongee vitu ambavyo havina mafanikio kwako. Usiongee vitu vile ambavyo vitakuletea wewe shida. Na mara nyingi sana tumekuwa maneno yetu tukijiongelea wenyewe, au hata wazazi wetu, au hata walezi wetu, au hata ndugu jamaa na marafiki wanaotuzunguka wanatuongelea hayo maneno. Kwa hiyo yale maneno yanakuja kutokea. Mtu wa Mungu, hata kwa watoto wako usipende kuongelea maneno mabaya. Usipende kuwatukana watoto. Hata kama una hasira kiasi gani, hata kama wewe mtoto amekukorofisha kiasi gani, usifikie ile hali ya kutukana, kuongea maneno mabaya kwake. Kwa maana maneno yanaumba. Hata Mungu wetu alitumia maneno kuumba katika uumbaji wake. Alibadilisha staili ya uumbaji alipotuumba sisi tu wanadamu. Ndipo alipochukua udongo na kufinyanga na kumtengeneza Adam. Lakini akasema tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Kwa tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, hivyo tuna nguvu za kimungu ndani yetu. Watu wa Mungu, maisha yako ya leo ni mawazo au maneno uliyojiongelea miaka ile iliyopita. Na siku zote unapokiri kuwa maisha magumu, unapokiri kuwa pesa ngumu, unapokiri kuwa maisha sijui yapoje, sijui kazi hazipatikani, ndivyo ambavyo maisha hayo yanakuja kutokea katika ulimwengu wako wa mwili. Kwa maana ya maisha tunayoishi ni ya kiroho zaidi. Mimi maisha yangu mara nyingi sana toka nikiwa mdogo napenda sana kujiongelea vitu positive. Na ndio maana nimefika huko niliko leo hii. Bila kuwa na mawazo hayo mimi nisingekuwa hapa nilipo. Yamkini yawezekana ningekuwa nipo kijijini kwetu huko Ndanda, nalima korosho au sijui nafanya nini. Ningekuwa toka shule nasema shule ngumu, hesabu ngumu, mimi siwezi, nisingeweza kufanya vizuri na kufaulu. Lakini mimi muda wote nilikuwa nakiri ushindi. Kila ninachokifanya nakiri ushindi. Yaani kila sehemu ninayoenda nakiri ushindi. Kila kitu ninachokifanya nakiri ushindi. Ndio maana ushindi unatokea katika maisha yangu. Kwa ndio maana nikaona nisishirikishe hili kwa nyie watu wangu, watu wa Mungu. Ili kuanzia sasa tubadilishe mtazamo wetu, tubadilishe ile style ya kujiongelea vibaya, ili miaka 5 mbele, miaka 2 mmoja, maisha yetu yaje yawe mazuri. Tukumbuke kuwa tulijiongelea vizuri mwaka huu 2025. Kwa hiyo maisha yako ya sasa ni mawazo au maneno uliyojiongelea kipindi hiko. Kwa hiyo hebu anza kujiongelea vizuri leo hii ili uje uwe na maisha mazuri huko mbele. Hebu anza kujiwazia vizuri leo ili uje uwe na maisha mazuri huko mbele. Watu wa Mungu, asanteni sana. Ulikuwa nami Madam Glory Basuta.
na kuomba mtu wa Mungu usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare hii video kwa vingine. Kwa nini nakuambia usubscribe? Unaposubscribe ndipo ambapo kila video inapopostiwa hapa RFK TV Online unakuwa wa kwanza kuipata. Na unapocomment unatoa maoni yako. Toa maoni, sema je, kipindi hiki cha Sauti ya Faraja kiongezwe kipi na kipunguzwe kipi. Unavyo like inaonyesha ni jinsi gani ambavyo tupo wote. Unaposhare ndipo na ambapo unashirikisha watu wengine ili waweze kujifunza maneno haya ya faraja. Asante sana. Mungu anatupenda daima, tuwe upande wake. Amen.